Jinsi ya kuishi mnapokuwa mbali, yaani mahusiano ya mbali. Kiuhalisia, hakuna anayependa kuishi mbali na mwenzi wake. Mnapokuwa kwenye mahusiano, ni muhimu mkawa pamoja, lakini kuna muda inatokea maisha yanawatenganisha kwa muda. Katika hali hii, nini mnatakiwa kufanya ili mahusiano yenu yadumu? Tuone mambo kadhaa ambayo mnatakiwa kuyafanya. Namba 1, mnatakiwa kuaminiana. Aminianeni. Uaminifu ndio nguzo ya kila mahusiano. Huu uhusiano hauji tu, ila zipo sababu. Lazima uwe mwaminifu kweli ili uaminiwe. Kwa watu walio mbali, ni kitu cha muhimu ni uwazi katika kila jambo unalolifanya. Ujue ratiba zako, kama unatoka na mambo mengine. Sio mwenzako anakupigia simu, anasikia upo kwenye gari, anakuuliza unaenda wapi, ndio unaanza kutoa maelekezo. Sijui naenda kwa rafiki yangu, sijui naenda wapi. Hiyo haifai. Ukiachana na maelezo mengine yote, unatakiwa kuwa mwaminifu kweli. Lakini namba 2, kuweni na mawasiliano imara. Tofauti na mahusiano mengine ambayo wao wapo pamoja muda wote, ila nyinyi mnaunganishwa na mawasiliano. Tofauti na mahusiano mengine ambao wao wako pamoja muda wote, ila nyinyi mnaunganishwa na mawasiliano ya mara kwa mara. Hii itawasaidia kuendelea kuwa na hisia za pamoja muda wote. Msiache siku ipite bila mawasiliano. Namba 3, ambianeni changamoto zenu. Zungumzeni kuhusu hisia zenu, kile mnachopitia kila siku. Ambiananeni kuhusu huzuni zenu, furaha zenu. Kama kuna shida, hakikisheni mnajadili suluhisho. Na hilo mnapokuwa mbali haimaanishi kuwa unapokuwa mpweke basi utafute mtu wa karibu kumweleza upweke wako au shida zako. Mweleze mwenzi wako. Lakini namba 4, lengo lenu liwe moja. Lazima lengo lenu liwe moja. Hii itawasaidia kuvumiliana. Yaani kila mtu anajua kwa nini nipo mbali na mwenzangu, na hiyo sababu ya kuwaweka mbali iwe na mashiko. Lakini namba 5, muwe na ratiba. Mpo mbalimbali, lakini kwa sasa muwe na ratiba ya lini sasa mtakuwa pamoja. Hamuwezi kuishi hivyo siku zote. Kunapokuwa hakuna ratiba kamili inachosha. Yaani kutojua lini tutakuwa pamoja ni ngumu kuvumilika. Watu huvumilia wanachokijua. Kama hakijulikaniki ni ngumu kuvumilika. Lakini namba 6, migogoro isiyo lazima. Namba 6, migogoro isiyo lazima. Epukeni migogoro isiyo ya lazima. Kama mnaishi mbalimbali halafu mnagombana bila sababu za msingi, vipi mkiishi pamoja? Lakini kubwa zaidi, mnapogombana na mpo mbalimbali ni ngumu kutatua hiyo changamoto, na hii inaweza kupelekea mahusiano yenu kufifia. Namba 7, ombeaneni. Kama mnaamini katika Mungu, basi kumbukeni katika kuombeana. Hii ni silaha, itawasaidia. Namba 8, wekeni kumbukumbu nzuri. Muda mchache mnaopata kuwa pamoja, jaribuni kufurahia mahusiano yenu. Jaribuni kutengeneza kumbukumbu nzuri. Kumbukumbu hizi zitawasaidia kuendelea kuweka pamoja mnapokuwa hampo pamoja. Lakini pia namba 9, jiweke mbali na vishawishi. Mnapokuwa mbali, unakuwa na nafasi ya kufanya chochote unachotaka. Ila kwa faida ya mahusiano yenu, jiweke mbali na vishawishi. Jiweke mbali na kishawishi chochote. Vishawishi vitakutumbukiza katika vitu ambavyo vitaharibu mahusiano yako. Lakini kubwa zaidi, kufikiria unachokifanya kwa siri hakitajulikana au kufahamika. Ipo siku mwenzako atajua, tena katika nyakati zenu nzuri, na hapo kila ulichokijenga kwa miaka mingi kitaharibika kwa sekunde moja, na hautaweza kujenga tena.
Lakini namba 10, jiboreshe wewe kama wewe. Wakati mwenzio yuko mahali na anapopigania ndoto fulani, na wewe unatakiwa kuendelea na maisha yako wewe kama wewe, mipango yako mengine iende kama kawaida. Usikae tu kumsubiri mtu aje, anapokuja kukute, lazima akute umepiga hatua. Kumbuka, mapenzi sio kwa jinsi gani mpo karibu au mpo mbalimbali, ila kwa jinsi gani kila mtu yupo na huyo mwenzake, jinsi gani mnachukuliana. Unaweza kuwa unalala na kuamka na mtu kila siku, ila bado anakusaliti, na kila siku itwayo leo, ila mtu anaweza kuwa mbali huko na bado akawa mwaminifu kwako. Kila mahusiano yana safari, lakini pia ni kuacha na kitu. Naomba ni kuacha na kitu katika maisha yako. Usijifananishe na wengine, tembeeni katika safari yenu. Naitwa Yusufu Mpate. Tafadhali unaweza kusubscribe hapo chini kama umependa story yangu, na zipo story nyingine sana za mahusiano nitaendelea kuwaletea. Asante.